tusomeni elimu zote kwa malengo, ila elimu ya dini ndiyo mkombozi wa leo na kesho. Tukipuuza dini tutakuwa kwenye majuto. Mtume wetu ametuambia kutafuta elimu muhimu, tufikeni hata mpaka China kuitafuta elimu. Mtume wetu ametuambia kutafuta elimu muhimu, tufikeni hata mpaka China kuitafuta elimu. Lakini cha kushangaza, ile elimu muhimu ndiyo imepuuzwa na watu hata hawana hamu. Lakini cha kushangaza, ile elimu muhimu ndiyo imepuuzwa na watu hata hawana hamu. Inasikitisha, inahuzunisha, akili zote kufungashwa kwenye elimu ya dunia. Inasikitisha, inahuzunisha, akili zote kufungashwa kwenye elimu ya dunia. Sisi watoto ndiyo taifa la kesho, tusomeni elimu zote kwa malengo, ila elimu ya dini ndiyo mkombozi wa leo na kesho. Tukipuuza dini tutakuwa kwenye majuto. Tunaacha chuoni tunakimbilia tuisheni, tujue tunakosea na tutakuja jijutia. Tunaacha chuoni tunakimbilia tuisheni, tujue tunakosea na tutakuja jijutia. Kwa Mungu utauliza wewe una PhD gani? Kwa Mungu utauliza wewe una master gani? Kwa Mungu utauliza wewe una diploma gani? Kwa Mungu utauliza wewe una PhD gani? Kwa Mungu utauliza wewe una PhD gani? Kwa Mungu utauliza wewe una master gani? Kwa Mungu utauliza wewe una diploma gani? Kwa Mungu utauliza wewe una PhD gani? Tunaacha chuoni tunakimbilia tuisheni, tujue tunakosea na tutakuja jijutia. Tunaacha chuoni tunakimbilia tuisheni, tujue tunakosea na tutakuja jijutia. Tujitambue, tubadilike, tuacheni mazoea. Tujitambue, tubadilike, tuacheni mazoea. Sisi watoto ndiyo taifa la kesho, tusomeni elimu zote kwa malengo, ila elimu ya dini ndiyo mkombozi wa leo na kesho. Tukipuuza dini tutakuwa kwenye majuto. Sisemi kwa elimu ya dunia haifai, hapana, ila kwenye viwili siku zote kimoja huwa bayana. Au yupo ambaye anakataa kwa elimu ya dini ni bora kuliko duniana? Sasa tujiulize, kwa nini tumeacha elimu iliyokuwa ni ya muhimu sana na tumeipa kipaumbele iliyokuwa sio ya muhimu sana? Kweli tutakuwa na taifa linalotambulikana? Tunalipa mapesa mengi sana kusomesha watoto wetu skuli, na wakifikia kuanzia darasa la 7 tu wazee wenyewe wanaambia watoto wao madrasa wakae nazo mbali, eti kisa kuna tuition asije akafeli. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huu ni msiba, tena ni mkubwa kiukweli. Hakuna hata mmoja asiyetaka kuwa na mtoto mwema, na vile vile hakuna hata mmoja asiyetaka kupata mwisho mwema. Mtoto mwema na mwisho mwema havijengwi na PhD, master wala diploma. Vinajengwa katika dini yetu Islama kwa kuisoma vizuri na kufanyia kazi kwa hima. Na waliokuwa hawafahamu ni na wajuzi sasa hivi wajue, Mayahudi kila leo wanatafuta kila aina ya njia Waislamu waumbue, na ndio maana wamejikita zaidi kwenye kuharibu watoto ili baadaye taifa lisijitambue. Wenzetu wana akili, hawaangalii sasa hivi, wanaangalia baadaye. Tusipojitambua na kubadilika sasa hivi, majanga yataendelea kutuandama, na hilo tutambue.
Mayahudi wanatuua kiakili na kiafya pia. Tumewacha kutumia na kutukia vitu vyetu vya asili na vyenye afya, halafu tunakaa tunapeana ujinga huku tukiusifia. Wazungu wallahi sasa hivi kila kitu waturahisishia. Kumbe ndo kidogo kidogo tunauliwa. Tukaeni chini tutafakari na kujitambua. Kinyume na hivyo magonjwa ya kansa, sukari, pressure, mafigo, maini yataendelea kutusumbua. Ndugu zangu katika Uislamu, nimeyasema maneno haya si kwa kutafuta umaarufu wala muamala, ni ukumbusho tu. Utafaa wenye akili timamu na kufanyia amala. Mwenye ufinyu wa fahamu hatonielewa abadan na kiburi kitamtawala. Allah jamani, dunia imeisha, tuamkeni. Naona bado tumelala. Tukiambiwa tuwe tunasikiliza, na vitendo tuwe tunatekeleza. Tusiwe na dharau na kupuuza, tusiwe na dharau. Hiyo siyo sifa ya